kwa sababu umefika ule wakati wa kukujuza taarifa kwa ufupi. Na moja kwa moja naanza kutoka kwenye Wizara ya Elimu, ambapo matokeo ya mitihani ya KCPE pamoja na KPSEA huenda yakatangazwa wakati wote hii leo ama hiyo kesho, baada ya yale matokeo kukabidhiwa rais ambaye alirejea hapa nchini baada ya ziara kule Marekani na kule Qatar. Kumbuka kwamba lazima ama ni sharti rais akabidhiwa yale matokeo, ayaangalie, kisha baadaye atoe mwelekeo wa kutangazwa kwa yale matokeo. Kumbuka kwamba vile vile mitihani ya KCSE ama kidato cha 4 inaendelea na inakamilika tarehe 23 ambayo ni kesho kutwa, siku ya Ijumaa. Kwa hivyo pia wale ambao bado hawajamaliza mitihani nawatakia kila laheri. Nikutoa pale nikupeleke mpaka kwenye bunge la seneti kwamba hiyo jana bunge la seneti liliamua kuundwa kwa kamati ambayo itachunguza ama itafanya mahojiano na gavana wa kaunti ya Meru Kawera Mwangaza ambaye aliondolewa mamlakani na bunge la kaunti hiyo. Jopo hilo lina siku 10 kuchunguza, kusikiza yale majibu kutoka kwa gavana pamoja na Dennis Kiogora ama mlalamishi ambaye alipeleka ile hoja pale bungeni, na baada ya siku 10 waandike ripoti kwenye bunge kuu. Spika wa bunge la seneti Amason Jeffa Kingi alitangaza kwamba jopo lile ama ile kamati na siku 10 na ripoti yake inafaa kuitoa kufikia tarehe 30 mwezi huu. Ni swala ambalo ngoja tuone mambo yatakuwaje, mambo yataendaje. Na nikitoka kule nikupeleke katika kaunti ya Kisii kwamba hiyo jana gavana wa kaunti ya Kisii Simba Paul Arati alitia sahihi mswada wa fedha wa mwaka 2022, na huu ni mswada ambao kulingana na wale ambao ni wajuzi wa masuala ya kifedha wanasema kwamba utasaidia sana katika harakati ya kukusanya ushuru katika kaunti ya Kisii, wengi wakijitokeza na kumshukuru sana gavana, wakileo wanasema kwamba hata kupata zile licenses ambazo wanaendesha biashara yao itakuwa rahisi, na vile vile baadhi yao zimepunguzwa kwa njia moja ama nyingine. Na nikiachana na swala hilo mtazamaji, niendelee upande mwingine ambapo mchakato wa kuwachunguza makamishna wanne wa IEBC Juliana Cherera, Irene Masite, Justus Nyang'aya pamoja na Francis Wanderi unaendelea katika majengo ya KICD kule Nairobi. Hii leo makamishna ambao wako afisini wakiongozwa naye mwenyekiti ambaye ni Wafula Chebukati, Kamishna Abdi Gulie, Kamishna Boya Molu watafika mbele ya lile jopo kazi ambalo linaendeshwa ama linaongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa Graham Muchelule kuhakikisha kwamba wanatoa ushahidi wao dhidi ya Kamishna Irene Masite. Hiyo jana mahakama iliagiza kesi ile ama mchakato ule wa kuwachunguza uendelee na kutupilia mbali ombi la Irene Masite kwamba jopo kazi lile halikuwa na uwezo wa kumchunguza. Na mtazamaji, nikiachana swala hilo, waziri wa maji Alice Wahome sasa anasema kwamba mabwawa ambayo hayakuwa yamekamilika yatakamilishwa kwa kipindi cha mwaka mmoja ujao. Vile vile kutakuwa na mabwawa mengine ambayo yatajengwa hapa nchini. Alizungumza hayo alipokuwa katika lile bwawa la Thiba, vile vile akisema kwamba wale ambao walipata mikasa baada ya mabwawa kama bwawa la Thiba kuvunja kingo zake na kuharibu mali ya watu watafidiwa na serikali. Nikiachana na swala hilo, ni kwamba hiyo jana maafisa wa DCI pamoja na maafisa wa polisi katika uwanja wa Jomo Kenyatta hiyo jana walinasa bangi, si bangi ila ni cocaine, madawa ya kulevya ya kima cha shilingi milioni 1.5 ambayo yalikuwa inasemekana yamefichwa kwenye shati moja, na inasemekana kwamba madawa yale yalikuwa yananuiwa kusafirishwa nje ya nchi ya Kenya. Nikiachana na swala hilo niende upande mwingine kwamba kutoka katika eneo lile la Magena kuna jamaa mmoja pia ambaye alipata kipigo cha mbwa.
kikafikia mpaka akangolewa macho. Ni baada ya kupatikana kwenye nyumba ya mtu mmoja ambapo alikuwa anaenda kumtembelea mwanamke ambaye anadai alikuwa mpenziwe. Akasema kwamba kuna jamaa ambaye alikuja pale, akampata, akamvamia, akapiga nduru kwamba ni mwizi. Basi majirani wakatoka pale wakamvamia na kumwacha na majeraha mabaya. Uchunguzi umeanzishwa kuhusiana na kisa hicho, na watakaopatwa wametekeleza kitendo kile watachukuliwa hatua kali za kisheria. Nikiachana na swala hilo, hiyo jana waziri wa usalama wa ndani wa taifa Profesa Kithure Kindiki na mwenzake wa uchukuzi pamoja na barabara Kipchumba Murkomen walizindua rasmi kampeni ya kuhakikisha kwamba kuna usalama barabarani. Kithure Kindiki akizungumza alisema kwamba iwapo kuna mtu ambaye atapatikana akivunja sheria za trafiki basi atachukuliwa hatua kali, na hamna kitu ambacho wale ambao watakuwa wamevunja sheria watafanya. Iwapo utatozwa faini basi utatozwa, iwapo utasukumwa jela basi utasukumwa. Kwa hivyo ni swala zima la kuhakikisha kwamba kila mtu anashika zile sheria za trafiki, sheria za barabarani, ili kuhakikisha kwamba ajali za barabarani zinaangamizwa. Ni swala ambalo lilipatiwa mkono ama liliungwa mkono na Kipchumba Murkomen, waziri ambaye ni wa barabara na uchukuzi. Kiachana na swala hilo ni kupeleka kwingine, ni kwamba ukame unaendelea kuathiri baadhi ya kaunti hapa nchini Kenya, wakati ambapo pia serikali inaendelea kuweka juhudi kuhakikisha kwamba Wakenya ambao wanaishi maeneo yale wanapata misaada ya vyakula, fedha ambazo wanaita cash transfers, pamoja na vitu vingine ama bidhaa nyingine. Sasa hivi nasikia kwamba kuna kaunti zingine 9 ambazo ziko katika hali mbaya. Kumbuka kwamba hata kama kuna mvua baadhi ya maeneo hapa nchini, kuna maeneo ambayo hayajashuhudia mvua kwa muda mrefu. Kumbuka kwamba kuna jopo kazi ambalo lilikuwa limeteuliwa makuundwa na Rais William Ruto likiongozwa naye Safaricom CEO Peter Ndegwa, ambao wanaendelea kufanya juhudi ama kuweka juhudi kuhakikisha kwamba wanawanusuru wale ambao wanapitia janga lile la ukame pamoja na njaa. Nikitena swala hilo ni kupeleke kwenye wizara ya usalama ambayo inaongozwa naye Eden Duale ambaye alikuwa mbunge wa Garissa mjini. Eden Duale anasema kwamba Waislamu wote sawa wasichana lazima wavae hijab, hakuna shortcut. Kwa nini nimeleta swala hili? Ni kwamba nikienda pale Afghanistan, kule taifa ambalo linaongozwa na kundi la Taliban, wanawake wamekandamizwa kabisa. Kwa sababu inasemekana kwamba viongozi wa taifa lile wanataka mwanamke yote ambaye unajitokeza hadharani lazima ufunike kila upande wako wa mwili, kila upande ufunikwe ili ujitokeze hadharani. Wanawake ama wasichana kuanzia shule za kati kwenda juu wameambiwa hawaendi shuleni, hawafai kwenda shuleni kusoma pale. Lakini kumbuka kwamba ni kundi ama ni viongozi ambao wanataka watambuliwe na Umoja wa Mataifa. Na Umoja wa Mataifa nikiangalia baadhi ya mambo ambayo wanaendelea ni magumu, lakini it is not up to me. Ni masuala ambayo yanaendelea katika maeneo tofauti hapa nchini na kimataifa. Nikimalizia kwa sababu naona muda umeyoyoma pale, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky vile alijitokeza alijitokeza baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin pia kujitokeza na kufanya ziara kwenye taifa la Belarus. Vile Volodymyr Zelensky alijitokeza pale waziwazi akifanya mazungumzo na viongozi kadhaa, vile akitaka mataifa wanachama wa NATO kuwasaidia ili kushinda vile vita dhidi ya taifa la Urusi. Mtazamaji na msikilizaji, ni mengi ambayo yamesalia hapa, lakini kwa sababu ya muda ambao umetimia wa kuangazia ama kuangalia wale ambao wako nami tangu tulipoanza kipindi hiki cha Anza na Bwana,
inanibidi ni